Eternal Father, I offer you the body and the blood. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii ambayo tumepata tena hapa Lolwe TV asubuhi hii ya leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa nataka nishukuru Mungu ambayo kwa siku nyingi tulikuwa tunaomba Bwana wa majeshi ya kwamba Mungu apanue hii TV station, ya kwamba hii TV station iwe ya msaada kwa watu wengi, vile imekuwa msaada kwetu iwe msaada kwa watu wengi. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi hatutakuwa tunaendelea na lugha ambayo tulikuwa tunaendelea nayo hapo awali, bali tutaenda na lugha ya kitaifa ambayo watu wengi wanaweza sikia. Naomba wewe mtazamaji wangu waambie wala ambayo kwa walikuwa wameziuliwa kwa ile lugha tulikuwa natumia, ya kwamba sasa hivi hii TV station inapanuka. Waambie kila mmoja ambayo hangeelewa hiyo lugha ya kwamba sasa Mungu ambaye anatenda mambo makuu amebadilisha mambo, na kila mmoja ameruhusiwa kufika na kusikia hii neno. Karibisha watu wengi wawe wanatusikiliza kila mara tunapoleta neno la Bwana. Leo hii yule ambaye amepatikana katika Lolwe TV ni Pastor Leonard Omondi wa kanisa wa God of Eternity Church ambaye inapatikana hapa Nairobi, Dandora Phase 4, nyuma ya Karia Supermarket. Nataka tu wapendwa, tuende katika neno la Bwana ambayo Bwana anaweka katika roho yangu asubuhi ya leo. Bwana alikuwa akiniambia kwamba ni nini na watu wake, ya kwamba na katika maisha kunaye changamoto mingi, katika maisha kunaye majaribio mingi, katika maisha kunaye ripoti nyingi ambayo ni ya binadamu, lakini kuna ripoti ya Mungu na kuna ripoti ambayo adui wa maisha wako, adui wa familia yako, adui ya ndoa yako, adui ya biashara yako, adui yako huwa anakuanga na ripoti, na ripoti yake huwa anapeana kila mara. Sasa Mungu alikuwa ananituma kama chombo kwake, ya kwamba nikuulize mpendwa, ya kwamba ni ripoti ya nani utakaye sikia? Kuna ripoti ya Mungu kuhusu maisha yako, kuna ripoti ya Mungu kuhusu watoto wako, kuna ripoti ya Mungu kuhusu ndoa yako, kuna ripoti ya Mungu kuhusu afya yako, lakini adui pia ako na ripoti zake kadhaa ambayo analeta kuhusu maisha yako. Na Mungu alikuwa ananitumia kama chombo yake, ya kwamba nitumike leo hii, niulize wewe kama anayeamini, niulize wewe kama anayemtegemea, niulize wewe kama yule ambayo nguvu yake ni Bwana, ya kwamba kuna ripoti ya Bwana kuhusu maisha yako, na kuna ripoti ya shetani ambayo analeta kila mara. Ripoti ya nani utakayesikia? Whose report shall you believe? Nataka Mungu atusaidie asubuhi ya leo, msikilizaji mpendwa, ya kwamba ujue ya kwamba kunaye ripoti ambayo adui analeta kila mara. Wacha tusome andiko moja katika kitabu cha Luka 8 mstari wa 40 ikiendelea. Andiko la Bwana inasema hivi: Yesu alipokuwa upande mwingine wa ziwa, kundi la watu walimkaribisha, kwa maana wote walikuwa wanamngojea. Hapo akaja mtu mmoja aitwaye Yairo, afisa wa sinagogi. Alijitupa miguuni pa Yesu, akamwambia aende nyumbani kwake, kwa kuwa binti wake wa kipekee mwenye umri wa miaka 12 alikuwa anakufa. Yesu alipokuwa akienda, watu wakawa na msongea kila upande. Basi kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Ingawa alikuwa amekwisha tumia mali zake yote kwa waganga, hakuna aliyefaulu kumponya. Huyu mwanamke alipomfuata ile nyuma, akaguza pindu la vazi lake. Hapo akaponywa ugonjwa wake wa kutokwa na damu. Yesu akasema, nani ameniguza? Wote wakisema kwamba hakuna na mtu aliyemguza. Naye Petro akasema, Bwana, umati wa watu nayo kumzunguka na kusonga ni wengi. Lakini Yesu akamwambia, hakuna mtu ameniguza, maana nimehisi nguvu imenitokea. Yule mwanamke
alipoona kwamba hawezi kujificha, akajitokeza akitetemeka kwa hofu. Alipojitupa mbele ya Yesu, hapo akaeleza mbele ya watu wote kisha cha kumguza Yesu ni jinsi alivyoponywa mara moja. Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, nenda na uamini. Alipokuwa bado anaongea, Yairo akaletewa habari ya kuwa kutoka nyumbani, binti yako imeshakwisha kufa, na nini unamsumbua mwalimu zaidi? Yesu aliposikia hayo akamwambia Yairo, usiogope, amini tu naye atapona. Baba, nakushukuru na kuinua na kutukuza na kuenzi. Pokea sifa na utukufu unaponitumia kama chombo asubuhi ya leo, ili ni Bwana nipate kusemezana na watu wako ambayo umepea fursa asubuhi hii ya leo. Naomba neema, naomba kibali, naomba hekima ambayo inatoka mbinguni iwe juu yangu. Bwana, naomba ya kwamba unipe roho ya unyenyekevu na Bwana nitumike tu kama chombo, bali ni wewe unene. Roho Mtakatifu chukua shukani na unielekeze kwa njia ya Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, nashukuru Mungu kwa fursa ambayo amenipea. Bwana alikuwa akiniongelesha ya kwamba kunaye vitu ambayo unapitia. Kunaye hali ambayo kila mmoja ambayo ameamini Bwana, kuna hali unapitia. Kuna ripoti ambayo imeingia ambayo zingine zinakusumbua. Mara adui huwa anajaribu. Kila mara adui huwa anapanga ya kwamba wakati wala ambayo wameamini Mungu wanaposongea Bwana, wanapokaribia Bwana, wanapotafuta uso wa Bwana, mara mingi adui shetani huwa anakuja na ripoti nyingi. Huwa anakuja na ripoti ya kutatanisha. Huwa anakuwa na ripoti ya kusumbua roho. Huwa anakuwa na ripoti ambayo inafanya unaogopa. Huwa anakuwa na ripoti ambayo inafanya unakosa imani tena. Wale ambayo wameamini Bwana ndio adui shetani akonayo na ripoti ambayo kila mara huwa analeta. Kazi yake ni kuleta ripoti ambayo inaleta hofu. Kazi yake ni kuleta ripoti ambayo inafanya wanaoamini Bwana wanaogopa. Na hiyo ndio kazi ambayo alianza pale hata pale mwanzo. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 3 pale 10 ya kwamba adui shetani alipojua ya kwamba kuna ushirika katikati ya Adamu na Mungu. Mungu angekuwa anatembelea Adamu kila mara. Mungu angekuwa anatembelea Adamu kila asubuhi na kila jioni, na wanakuwa na ushirika, wanafurahia, wanaendelea kuona mambo mazuri ikiwa inaonekana katika maisha yao. Biblia inasema ya kwamba shetani alipoona ushirika iliyokuwa katikati ya Adamu na Mungu, andiko inanukuu ya kwamba shetani akaenda akadanganya Adamu na mke wake Hawa ya kwamba nyinyi, Mungu anajua ya kwamba mkizidi kukuwa na mkikula hii matunda, basi macho yenu itafunguka. Biblia inasema ya kwamba ikafanya Adamu akasikia shetani. Mungu alipowatembelea siku moja jioni, Biblia inanukuu ya kwamba Adamu alijificha na akasikia sauti ya Mungu kama Mungu anakuja, amejificha. Mungu anauliza ya kwamba Adamu uko wapi? Adamu anasema ya kwamba nilisikia ukikuja na nikajificha. Mahali amejificha, mke wake pia anamfuata. Mungu akamuuliza, umejificha kwa nini? Akasema ya kwamba niko uchi. Mungu akauliza Adamu, kwa nini? Nani amekuambia kwamba wewe Adamu uko uchi? Nani amekuambia? Inamaanisha kwamba kunaye mtu aliyekuwa nyuma ambaye alikuwa anamletea ripoti. Licha ya kwamba Mungu alikuwa anawatembelea kila mara, licha ya kwamba Mungu alikuwa anatengeneza uhusiano nao kila mara, hapo ndio shetani pia akaona ya kwamba hapa mahali huyu mtu anatembelewa kila jioni, kunaye kitu mzuri, kunaye kitu chema ambayo Mungu anapanga na maisha yake. Andiko inanukuu ya kwamba Mungu alikuwa na swali, Adamu, umejuaje ya kwamba we uko uchi? Adamu, umejuaje ya kwamba uko uchi? Hapo awali hukujua ya kwamba uko uchi. Hapo awali wakati ulikuwa na ushirika na Mungu. Bapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba wale ambayo mnajua Mungu, wale ambayo mko na ushirika
ushirika na Mungu, wale ambayo kila mara mko na kiu ya kwamba Mungu awainue, shetani akona nia ya kutoa ile ripoti ya Mungu ambayo ameweka katika mawazo yako, ile ripoti ya Mungu ambayo imefanya uko na kiu kila mara ya kuomba, ile ripoti ya Mungu ambayo inafanya kila mara unataka ushirika pamoja na Mungu. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo adui shetani anakupangia. Hata sahihi ninaponena na wewe, Roho wa Bwana inanielekeza ya kwamba kuna wasiwasi, kuna vitisho ambayo shetani ametumia kukutoa mbele ya Mungu. Nimekuja nikuambie ya kwamba Bwana anakujua, ya kwamba ripoti ambayo utaamini ndio ripoti ambayo itafanya upige hatua, ripoti ambayo utaamini. Kama utaamini ripoti ambayo ni adui, ambayo ni analeta woga, ambayo inaleta tetemeko, ambayo inafanya unakuwa na hofu, hiyo ripoti ambayo mnaamini itafanya ushindwe. Lakini kama utaamini Bwana, licha ya kwamba kuna majaribio, licha ya kwamba kuna mateso, licha ya kwamba kuna mambo ambayo ni magumu, licha ya kwamba kuna aibu unaona inakulenga, licha ya kwamba kuna vita ambayo unaona ya kwamba wakati huu utashindwa, napendwa, nimekuja nikuambie ni ripoti ya Nani Utakayo Amini. Hiyo ndio neno kuu ambayo Bwana ananipea. Niulize watu wake, niulize walioamini. Wapendwa, kuamka asubuhi ya leo na kukaa katika TV ni ishara ya kwamba unaamini Mungu. Lakini licha ya kwamba unaamini Mungu, adui shetani kila mara achoki, adui shetani kila mara anajitokeza na analeta mambo ambayo ni ya vitisho, analeta mambo ambayo inaleta hofu, analeta mambo ya kwamba umeshindwa. Mambo zake kila mara ni kwamba hiyo wokovu ambayo umeokoka, huyu Mungu ambayo umeamini, huyu Mungu ambayo umetegemea hajafanya vitu zingine. Wapendwa, nuko hapo asubuhi ya leo kwa sababu Bwana anataka kuonana na wewe. Bwana ananiuliza nitumike kama chombo ya kwamba ni ripoti ya nani unayoamini. Hiyo ndio swali ambayo Bwana anaweka kwetu. Hata kama tunapitia hali ngumu, hata kama tunapitia hali ambayo ya kutatanisha, hata kama tunapitia hali ambayo inakaa ngumu, Bwana anauliza ya kwamba licha ya kwamba unajua Mungu, na licha ya kwamba shetani ameleta ripoti zingine ambayo ni ya uoga, ambayo ni ya vitisho, ambayo inafanya uwezi, yani unachanganyikiwa, ni ripoti ya nani unayoamini? Kati ya ripoti ya Mungu unayofuata, kati ya ripoti ya Mungu unayomtegemea, kati ya ripoti ya Mungu ambayo unajua na ripoti ya adui ambaye amekuja, ripoti gani umeamini? Mahali ambapo tumesoma, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja ambaye anaitwa Yairo. Yairo alikuwa mtumishi katika synagogue. Alikuwa mtumishi ambaye amefanya kazi ya Mungu siku nyingi kwa nyumba la Mungu, lakini alipitia majaribio. Biblia inasema ya kwamba katika hali ya maisha yake alipatikana tena mtoto mmoja ambaye ni binti wake mmoja. Huyo binti, shetani ambayo ni muongo, shetani ambayo kazi yake ni kuleta ugonjwa, shetani ambayo kazi yake ni mbaya, alileta ugonjwa katika maisha yake, alileta ugonjwa katika hiyo maisha yake. Biblia inasema ya kwamba Jairo akaenda kwake Bwana. Jairo alijua ya kwamba msaada wake utoka kwa Yesu, msaada wake utoka kwa Bwana, uponyaji ni Bwana amebeba, na akakimbilia Yesu. Biblia inasema ya kwamba Jairo alipoenda kwa Yesu, akaipiga magoti chini, akamwabudu, akamuinua. Katika hiyo harakati ya kumuinua Bwana, katika hiyo harakati ya kutegemea Bwana, katika hiyo harakati ya kungoja Bwana, Biblia inasema kwamba Yesu alikubali ya kwamba Jairo, naenda na wewe kwako vile unavyoomba. Jairo, naenda kuponya msichana wako. Jairo, naenda kuinua familia yako tena. Andiko inanukuu ya kwamba walipokuwa njiani, Yesu akapata watu wengi wanayomngoja. Yesu akapata wale waliomsongea wengi, wale ambao wanahitaji kuona miujiza ya Bwana, wale ambao wanahitaji kuona nguvu ya Bwana, wakamsongea. Na katikati yao kulikupatikana mama mmoja ambaye amekuwa na shida ya kutokwa na damu miaka 12. Yesu akazuiliwa pale kiasi. Na katika hiyo harakati, kama miujiza inafanyika, kama wengine wanapata msaada, Biblia inasema ya kwamba ripoti ikatoka katika nyumba ya Yairo ya kwamba Jairo, wacha kusumbua mwalimu, wacha kusumbua rabii, wacha kusumbua mponyaji, kwa sababu mtoto wako tayari ameafa, kwa sababu mtoto wako tayari hayuko. Hakuongea na Yesu. Ripoti hii ilipoletwa haikukuwa addressed kwa Yesu, ripoti ikakuwa addressed kwa Jairo. Kwa nini wapendwa?
Ripoti ililetwa kwa Jairo ili ishushe imani yake, ili apate kuondoka kwa Yesu, ili apate kuacha kuabudu Bwana, ili apate kuacha kungoja kwake Yesu. Andika ambayo tumesoma wapendwa, inasema vyema ya kwamba katika hiyo hali Yesu alipoona ya kwamba ripoti imekuja, na badala ya yeye ambayo akona suluhisho ndio awe addressed, ripoti ikaenda kwa Jairo ili mtowe kwake Yesu. Yesu akaambia Jairo, Jairo sikiza, Jairo sikiza. Yesu akamwambia Jairo ya kwamba Jairo sikiza, binti yako. Yesu akamwambia, akasikia, akamwambia Jairo, usiogope, amini tu na atapona. Amini tu. Kwa pendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba kama utaamini katika ripoti ambayo umepata, hiyo ripoti ni ya kuondoa ya kwamba usiabudu Bwana. Hiyo ripoti ni ya kuondoa ya kwamba utingizike. Hiyo ripoti ni ya kuondoa ya kwamba ukae umeshindwa. Hiyo ripoti ni ya kuondoa ya kwamba usitegemee Bwana. Hiyo ndio ripoti ambayo adui wetu, adui ya imani yetu, adui ya ukovu wetu, adui ya familia yetu, adui ya biashara zetu, huwa anakuanga na negative report. Hiyo ripoti ndio leo hii nimekuja nikuambie ya kwamba ni uamuzi wako. Mpendwa msikilizaji mpendwa, uko na uhuru ya kufanya uchaguzi. Ni nani utakayefuata? Kama ni shetani utakayefuata na ripoti yake, ujue ya kwamba kuna kushindwa. Lakini hata kama unakaa umelemewa, hata kama umekaa uko chini, hata kama umekaa wewe ni duni sana mbele ya adui yako, ripoti ambayo nimekuja nikuletee ni kwamba kama utaamini ripoti ya Bwana, kuna msaada wako. Adui anang'ang'ana kila mara ya kwamba tuamini ripoti ambayo sio ya Bwana, ya kwamba tuamini ripoti ambayo inakaa kana kwamba tumeshindwa. Leo hii nimeleta ripoti ya Bwana. Hata kama adui ameleta ripoti ya kwamba biashara yako inaanguka, ya kwamba familia yako hakuna mahali inaelekea, ya kwamba ndoa yako inasambaratika, msikilizaji wapendwa, kuna wamama wengi ambayo adui ametumia ya kwamba ripoti ambayo wamesikia ya kwamba hiyo ripoti imefanya, wametoka katika ndoa zao, wametoka katika familia zao, wametoka katika ndoa yao, na sasa hivi wanahangaika. Nimekuja nikuambie ya kwamba kunaye ripoti ya Bwana. Sio ripoti ambayo ni ya inaleta aibu, ni ripoti ambayo mtu akisimama wima hatatingizwa kamwe. Yeyote ambaye atasimama kwa Bwana, licha ya kwamba kuna ripoti imekuja, licha ya kwamba kuna ripoti inakutatanisha, mpendwa, uwe na nini ambayo inakusumbua, iwe court case ambayo inakusumbua, iwe ya kwamba kuna mtu anakunyang'anya kitu, nimekuja nikuambie ya kwamba kuna ripoti. Hizo ripoti haijaanza leo. Adui shetani huwa analeta ripoti, analeta ripoti kwa Adamu katika shamba la Edeni na akaondoa mbele ya Bwana. Hata akaleta ripoti kwa wana wa Israeli. Unaposoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17, Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ambayo wana wa Israeli alitishwa na Goliathi, alitishwa, akaambiwa ya kwamba watamalizwa na wakatishwa. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba kunaye mmoja ambaye hangeamini ripoti ya Goliathi. Kila mtu aliamini ya kwamba Goliathi ni yule ambayo akona uweza katika vita, yule ambayo ameshinda vita nyingi. Kila mmoja alikuwa anatetemeka, mpaka mfalme Saulo alikuwa anatetemeka ya kwamba Goliathi sio mtu wa kuchezea. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba kulipatikana mmoja ambaye anaitwa Daudi. Daudi aliposikia ya kwamba Goliathi anaitisha wana wa Israeli, akasema ya kwamba kwanza Goliathi, wacha niwaambie mpendwa, Goliathi alikuwa na tinitisho tu. Hakuna hata mtu mmoja ambaye Goliathi alishaua katika tisho zake. Lakini wapendwa, mara mingi shetani anatumia mbinu ya matisho, mbinu ya kuhakikisha kwamba ameleta hofu ndani yako. Lakini ilipatikana mmoja ambayo leo hii ni wewe, ambaye ataamini neno. Wakati ule alikuwa Daudi, ndio akaamini ya kwamba mimi Daudi, Mungu amenitumia. Nimekaa katika jangwani, nimekaa katika shida, nimesikia sauti zote za mangurumo, lakini hakuna sauti ambayo imenitisha. Goliathi, nimekaa na madubu ni wako na ngurumo, sio kama Goliathi. Nimekaa na simba jangwani, na simba akinguruma sauti yake
ni kubwa na nimemaliza, nimeshika dubu na nikararua, nimeshika simba na nikararua. Hata sauti ya Goliathi sio sauti. Akagundua ya kwamba kunai kitu ambayo inawezekana. Wapendwa msikilizaji wangu, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba kuna vitisho ambayo adui analeta. Kuna vitisho kwa ndoa, kuna vitisho kwa biashara, kuna vitisho kwa familia, kuna vitisho kwa mwito. Kuna wachungaji wengi wameshindwa kwa sababu ya vitisho. Nimekuja nikuambie ya kwamba Goliathi hakuna mtu alishaua, ni vitisho alikuwa nayo. Hata wewe nimekuja nikuambie, ukiamini Bwana, hakuna vitisho ambaye adui anaweza leta. Biblia inasema ya kwamba Daudi aliposikia ya kwamba kuna mtu ambaye anaitisha wana wa Israeli nchi teule la Bwana, akasema ya kwamba haitawezekana. Huyo Goliathi ni medili na simba, huyo Goliathi ni medili na dubu, na sauti yao sio kama ya Goliathi. Goliathi hana sauti. Wapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba kuna sauti ambaye asubuhi ya leo inajitokeza. Kuna sauti inatishatisha maisha yako. Kuna sauti ya madeni, kuna sauti ya ugonjwa, kuna sauti ambayo ni wala ambayo wanakusumbua, wanakutishatisha. Nimekuja nikutangazie leo hii. The Bible says we shall declare a thing and it shall come to pass. Nataka nitangaze leo hii katika maisha yako ya kwamba hakuna kitu ambayo itakutisha, ya kwamba hakuna kitu ambayo itakutisha, hakuna kitu ambayo itakutisha, na inakuja kutimia, inakuja kutimia, inakuja kutimia. Wacha nikuambie mpendwa msikilizaji, hata Yesu Kristo tunayomfuata, kuna siku alitishwa. Kuna siku alitishwa. Yesu Kristo tunayemfuata, kuna siku alitishwa ya kwamba anaenda kuuliwa na Herode, lakini kwa sababu aliamini hakufaulu. Wacha nikusomee andiko katika kitabu cha Luka 13:31 mpaka 32. Inasema hivi: At that every hour, some Pharisees came up and said to him, "Go away from here, for Herod is determined to kill you." And he said to them, "Go and tell that fox, that sly, that crafty and skunk and cowardly man, behold, I drive out demons and perform healing daily, today, tomorrow, and the third day I will finish my course." Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoletewa hitisho, kuna reporters hawakuji tu kwako pekee, walikuja mpaka kwa Yesu. Waliletea Yesu ripoti ya kwamba Herode anapanga kumuua, Herode anapanga kummaliza, Herode anapanga kumweka chini. Na ripoti ilipoonekana kwa Yesu, Yesu akawaeleza wazi wazi ya kwamba mimi Yesu siogopi. Enda mwambie huyo mbweha, enda mwambie huyo ambayo hawezi. Mbweha ni mnyama ambayo ni muoga, mbweha ni mnyama ambayo ni kutishatisha, mbweha ni mnyama ambayo kazi yake ni kuleta uoga. Hakuwezi kuattack direct, anakutisha ukiogopa ndio anakuattack, anakutisha ukiogopa anawashilia silaha yake. Mbweha ni aina mnyama aina hiyo. Nimekuja nikuambie ya kwamba hizo vitisho, Yesu alipogundua ya kwamba anajua neno la Bwana, anajua ako na Bwana, ako na confidence ya kwamba Bwana ako upande wake, hakutishwa. Hizo vitisho zake zikakaa kando. Mpendwa, nimekuja nikueleze asubuhi ya leo ya kwamba Yesu ambayo mimi na wewe tunamfuata, alipogundua ya kwamba mwito wake, nia yake, purpose yake ambayo imefanya Bwana akamuita inaenda kuzuiliwa na vitisho na reporters, akasema ya kwamba haitawezekana. Kama akatuma wale ambayo walimletea ripoti, ndio akarudisha ripoti, enda mwambie huyo mbweha, enda mwambie huyo muoga, enda mwambie huyo ambayo ni kutishatisha ya kwamba mimi sitishwi. Wapendwa, asubuhi ya leo nataka niombe kitu ambayo inakutisha ya kwamba hutatishwa. Hizo ni vitisho ya shetani. Anajua tu kutisha, anajua tu kuleta hofu, anajua tu kuleta uoga. Biblia inasema ya kwamba enda umwambie ya kwamba leo hii naombea watu wanapona, naendelea kufanya miujiza, nafanya leo, nitafanya kesho, nitaendelea kufanya mpaka siku ya 3, mpaka yale ambayo nimefanya niitwe na Bwana yapate kutimia. Hata wewe nataka nikuombee asubuhi ya leo ya kwamba kila tisho ambayo adui analeta kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na biashara yako, hizo vitisho tu, utaendelea kuishi, utaendelea kuona mapenzi ya Bwana. Nimekuja niongee na wewe msikilizaji mpendwa, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, nimekuja nikueleze ya kwamba kuna vitisho katika maisha, kuna vitisho. Mtumishi wa Mungu Elijah alifanya miujiza mingi akiamini Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza
19. Andiko inasema ya kwamba 19, andiko inasema vizuri ya kwamba mtumishi wa Mungu Elijah alikuwa anatumika na Mungu, na alipokuwa anatumika na Mungu na akaua wanabii wa Baali wengi. Keshowe mke wa Ahab akamutisha, akamwambia ya kwamba vile umeua hawa manabii wa Baali, kama mimi bado naishi, wewe Elijah, kesho nitakufanyia yale ambayo umefanyia hawa. Biblia inasema ya kwamba Elijah akakuwa na woga na akatoroka. Wapendwa, nimekuja nikuambie, anytime, wakati wowote ambayo adui atakutisha, na ukae chini uanze kutafakari, uanze kujisalimisha, uanze kukuwa na woga, ufanye uamuzi ambayo ni mbaya. Ufanye uamuzi ambayo ni ya uoga. Uamuzi ambayo utafanya itaonyesha kama utapiga hatua ama hutapiga hatua. Yesu alipogundua ya kwamba anatishwa, akasema ya kwamba enda uambie. Elijah ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na uoga. Kwa sababu gani? Alijua, alikubali, akakaa chini, akameditate, akakaa chini, akatafakari ya kwamba Bwana anaweza kumwacha. Akakaa chini, kuona ya kwamba Bwana ako nyuma yake. Msikilizaji mpendwa, Yesu alipotishwa, Yesu Kristo ambaye ni miamini na umiamini, alipotishwa akasema ya kwamba enda umwambie huyo mbweha ya kwamba mimi naendelea. Whose report shall you believe? Kwa sababu kuna ripoti mbili kuhusu hali ambayo inakusumbua. Kuna ripoti ambayo nimeleta ya Yesu, na kuna ripoti ambayo nimeleta, shetani analeta na inakutisha. Shetani analeta ripoti zote za kutisha. Yesu analeta ripoti ya kufariji. Yesu analeta ripoti ya kuinua wewe tena. Yesu analeta ripoti ya kuinuka tena. Yesu analeta ripoti ya kuinua wewe tena. Asubuhi ya leo mpendwa, nimeleta ripoti. Hata kama maisha yako imekufa, hata kama maisha yako imekaa ya kwamba mambo haiwezekani, niko na ripoti njema, ripoti ambayo inaonyesha ya kwamba anayemtegemea Bwana hawezi shindwa. Anaye Bwana ndio nguvu yake, hawezi shindwa. Nataka niombe na mtu mmoja ambayo amiamini Bwana, hata kama mambo inakaa kana kwamba umekufa, hata kama hali imekaa ya kutishatisha, na mmekuja na ripoti ya kwamba Bwana ukimpigia magoti chini, Bwana ukimuinamia, Bwana ukimsongea wakati wako wa shida, Bwana Yesu ukimsongea wakati unapitia moto, Bwana Yesu ukimsongea wakati wako wa majaribio, Bwana Yesu ukimsongea wakati unatishwa, hata ukimuinamia, wacha nikuambie mpendwa ya kwamba kunaye yule ambaye amebeba msaada wako, ni Yesu Kristo. Yeye ndiye ameshinda kifo, yeye ndiye ameshinda kila vitisho, yeye ndiye ameshinda kila hali ambayo inakusumbua. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba yanayokusumbua Bwana ako na uwezo. Siku moja akaenda kwa rafiki yake Lazaro, kama tayari amekufa. Ripoti imeenda ya kwamba Lazaro ametembea na Yesu siku nyingi, lakini hatuoni Lazaro amekufa na Yesu hajajitokeza. Mimi nimekuja nikuambie, inaweza kaa umechelewa, inaweza kaa ya kwamba umekaa kana kwamba umechelewa, lakini Yesu hajachelewa. Wapendwa, kuna mtu mmoja ambaye mimi niko na hakikisho ya kwamba ukimfuata huwezi shindwa kamwe, huwezi shilemewa, ambayo ukimfuata huwezi shindwa. Nataka tuombe tu na wewe. Biblia inasema katika kitabu cha John 11:32 ya kwamba when Mary came to place where Jesus was and saw him, he dropped down at his feet, saying to him, Lord, if you have been here, my brother would have not been died. Na Biblia inasema ya kwamba wakapiga magoti chini na wakaomba. Leo hii kuna hali umepitia ambayo imefanya umekuwa na kilio. Leo hii kuna kitu imekufa katika maisha yako, unaomboleza. Wapendwa, sio wakati wa kuomboleza. Nimeleta Yesu ambayo ni suluhisho. Piga tu magoti yako chini, inama tu mahali uko. Kama uko na hakika ya kwamba umekuwa ukisikia hili neno na uko na wakati unataka Bwana aingilie, piga tu magoti vile Maria
Bwana wakapiga magoti chini ya Yesu. Hata mimi nikiwa hapa nimesema ya kwamba mimi ni chombo tu. Piga tu magoti yako chini. Toa tualilia tu Bwana ya kwamba utamkwamilia. Hata kwamba watu wanakucheka, kana kwamba watu wamekuacha, kana kwamba unakaa uko peke yako. Msikilizaji mpendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba pamoja na Yesu hapo kuna ushindi. Pamoja na Yesu hapo hakuna aibu. Wacha amini tu tuombe katika jina la Yesu. Alfa and Omega ndio jina lako. Mwanzo na mwisho ndio jina lako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai ndio jina lako. Wapendwa hawa wameinama, wapendwa hawa wameshika TV, wapendwa hawa wamepiga magoti, sio kwangu Bwana bali kwako. Wamejisalimisha kwako, na sijawahi ona na macho yangu yeyote ambaye amejisalimisha kwako akitoka kwa magoti yake, akitoka kwa machozi yake akiwa na aibu. Bwana wa majeshi, shika huyo mpendwa Bwana, simama na yeye Bwana, umuonekanie, umzingire, umutete, umuondolee kila aibu ambaye adui amemfunika nayo, kila vitisho ambaye adui amekuja nayo. Natangaza ya kwamba hawatakaa katika hofu tena katika jina la Yesu. Bwana umzingira akitoka kwa magoti yake, Bwana umuinue, mpa ujasiri, mpa hekima ya kusimama kama shujaa vile ulivyokuwa shujaa kwa Herode. Ripoti yake hakusikia huyo mpendwa, hatasikia ripoti yoyote. I nullify every report of the enemy in the name of Jesus. Bwana wa majeshi na kushukuru. Simama na Lolwe TV, inua hii station Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Mpendwa msikilizaji na mtamazaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii ambayo nimepata. Aliyekuwa ananena asubuhi ya leo ni Pastor Leonard Omondi of God of Eternity Church, ambaye inapatikana kule Dandora Phase 4 nyuma ya Karia Supermarket. Namba yangu ni 0722 115714, 0722 115714 ama 0733 073373 6040, 073373 6040. Namba yangu iko hapa kwa screen. Chukua tu namba yangu, piga simu kwa sababu ya counseling, kwa sababu ya maombi na kwa sababu ya kunipa mimi support kwa kazi ya Mungu, na Mungu akubariki, Mungu akuinue. La sivyo tukutane Jumanne lijalo. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you